إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاتي. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاتي. أخرجه المسلم. نعم أحباب رسول الله، تفسير حديثين كما يفتافي. عن جابر رضي الله عنه kutoka Jabir Allah mridhie, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka mjumbe wa Allah rehma na amani za Allah zimshikie, qal, amesema, inna baina rajuli, hakika kati ya mtu, wa baina shirki wal kufri, na kati ya mtu kufanya ushirikina na ukafiri, tarka salati, ni kwa sababu ya kuacha jambo la swala. Na ulia tafsiri hadithi hii imepokelewa na Jabir Allah amridhie, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume Muhammad rehma na amani za Allah zimshikie, qal, amesema, inna baina rajul, hakika kati ya mtu, wa baina shirki wal kufri, na kati ya ushirikina na ukafiri, tarka salati, mtu ni kuacha swala. Ahyanan tufahamu ya kwamba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, swala yamkataza mtu na machafu na maovu na mabaya ya kila aina. Leo hii wewe Muislamu hauswali, maana yake ni nini? Ni rahisun jidda ala luqu adkhul ala luqu fi shirki wal kufr. Ni rahisi kwa wewe Muislamu kuingia katika masala mazima ya ushirikina na ukafiri kwa sababu ya kuacha swala. Swala utakuwa umekosa kinga na ile hidayah ya wewe kuacha machafu na kutekeleza yaliyokuwa mema. Kwa hiyo ndio maana Mtume akasema, inna baina rajuli wa baina shirki wal kufr tarka salati, hakika baina ya mtu na baina yake na kufanya mambo ya ushirikina na ukafiri ni kuacha swala. Kwa ni wajibu wa kila Muislamu kushikamana na ibada ya swala ili aweze kuepukana na machafu kama hayo, ikiwemo ushirikina na ukafiri, kupinga neema za Allah mbalimbali. Hadithi ya akhrajahu al-Muslim. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya 83. Ama hadithi ya 84 ni kama ifuatavyo: yubathu kullu abadin ala ma mata alayhi. Yubathu kullu abadin ala ma mata alayhi. أخرجه المسلم. حديثي عن جابر رضي الله عنه kutoka Jabir Allah amridhie, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka mjumbe wa Allah rehma na amani za Allah zimshikie, qal, amesema, yub'athu kullu 'abdin, atafufuliwa kila mtu, ala ma mata alayhi, kutokana na ile hali ambayo amekufa nayo. Akhrajahu al-Muslim. Hadithi imepokelewa na Muslim. Hadithi ina maana gani? Hadithi ina maana ya kwamba kila mja ama kila Muislamu atakiwa autengeneze mwisho mwema wake yeye mwenyewe, na mwisho mwema haununuliwi dukani, mwisho mwema haurithiwi. Mwisho mwema ni wewe kujiandaa na kuyatengeneza ama kufanya mambo yaliyokuwa mema, na ukifanya mema hasa utakufa katika wema huo. Mathalan, mtu akafa akiwa swali, akiwa anasoma Qur'ani, basi mtu huyu yaumul qiyama atafufuliwa katika hali hii. Bila aksi, mtu akiwa anafanya machafu, mathalan anakunywa pombe, anazini, anaiba, basi mtu huyu atafufuliwa siku ya kiyama katika hali hii. Tunamwomba Allah atupushe katika kifo cha namna hii na vinginevyo, ama badala yake atujalie tufe vizuri katika vifo vilivyokuwa vizuri, na atufufue katika hali hizo zilizokuwa nzuri. Naam, hababa Rasulillah, kama nisemavyo siku zote kwa kumalizia, al-kamalu lillah, mkamilifu ni Allah tabaraka wa taala. Nilipokosea, nilipoteleza, ni madhaifu yangu, chachu yangu, mniwie radhi. Wallahu aalam. Allah yeye ndiye zaidi. Asante wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.